company, if any man is called a brother, if he commits fornication, or is covetous, or is an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such a one, not to eat. 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Kuna moja. Wakorintho wa kwanza 5:11. Lakini mambo yalivyo, na niwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Proverbs 22. Mithali 22. 24 and 25. Tari mdogo wa 22 verse 24 and 25. Make no friendship with an angry man. Usifanye urafiki na mtu wa hasira. And with a furious man you shall not go. Na mtu mwenye ghadhabu usiambatane naye. The woman is terrorizing prophets, men of God, and killing them, and they are going there. Yule mwanamke anaandama manabii wa Mungu na kuwaua na unaenda huko. Says that if you go there, Nasema ukienda huko, you will learn his ways. You will learn his ways. utajifunza njia zake And you ensnare your soul. na utaweka nafsi yako kwenye mtego. Don't go there. Sienda huko. Praise God. Bwana Mungu asifiwe. I say, brother, you brought another room. Wanasema ndugu zetu tumeleta sheria nyingine. The prophet said, stay away from. Nabii alisema kama mbali naye. Let's go to chapter Proverbs 13:20. Twende kwa Mithali 13:20. Proverbs 13:20. 13:20. He that walks with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Who is your companion? Rafiki yako nani? Praise God. Bwana asifiwe. There are many scriptures. There's also 14:7. Pia 14:7 inasema, Proverbs 14:7. Mithali 14:7. Go from the presence of a foolish man. Toka mbele ya uso wa mpumbavu. When you persevere not in him the lips of knowledge. Maana hutaona mpaka midomo ya maarifa. When you are talking to someone, Ukiona mtu and you fail to see knowledge, na unakosa kuona maarifa, ufahamu flowing from that person. ukitoka kwa huyo mtu, The word will say, neno la Mungu linasema jitenge naye. don't make that person your friend. Usifanye huyo mtu kuwa rafiki yako. Don't. Usifanye hivi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amina. But it comes by the corrupts what? Marafiki wabaya huharibu nini? You are a good sister. Tabia njema, wewe ndio mzuri. The problem is you're being abandoned. Shida ni kwamba umechagua rafiki wabaya. Now your good manners are going to be spoiled. Sasa tabia yako njema itaharibiwa. In Uganda, we have suffered weddings. Kwenye Uganda tumekubali ndoa za aina fulani. When a sister is going to wed, Wakati dada anaenda kuoleka, she wants her next one to be an unbeliever. anataka yule msichana kusimama naye awe msiamini. Her maids are an unbeliever. Wale wasichana kumwaga maua wao wasiamini. You know, there's a spirit that is sweeping the nation. Unajua kuna roho ambayo inafagia taifa, Making wedding a very expensive thing. ikifanya harusi kwa kitu cha gharama sana. For you to be a maid or a matron of someone, Ili uwe msichana wa maua au yule kusimama na biharusi, the qualification is hitimu ni kwamba you buy your own dress. ununue nguo yako mwenyewe. So who can buy a dress? Ni nani anaweza kununua nguo yake? None of the sisters can afford. Dada hakuna anayeweza. During the family meeting, Wakati wa mkutano wa familia, a cousin. binamu yake anaitwa koto. Me for matron, I buy for myself. Mimi kwa kusimama na uji ya biharusi nitanunua mavazi yangu mwenyewe. Now what means? Sasa nataka wasichana wa maua. Any family here that can raise their child to be a maid, Familia yoyote hapa bado wanabadilisha watoto wao kumwaga maua. believers families are quiet. Familia za waamini wamenyamaza. Sina pesa. I have no money. She goes to the heathen, Naenda kwa makafiri, relatives. watu wa ukoo. Me, I buy for myself. Mimi nitajinunulia. I buy for myself. Mimi nitajinunulia. In the end, Mwisho, I make all is an unbeliever. yule anayesimama naye kwa harusi ni msiamini. The maids are not believers. Wasichana
Ukibahatika kupata muamini, could be one or two. naweza kuwa mmoja au wawili. When you want 10. Na ile haya ambao The other 10 are not with us. hao wengine 10 na wasiamini. Praise God. Mungu asifiwe. Sister, what's your matron? Sasa unamuuliza dada, yule mwingine atakayesimama naye kwa harusi nani? My OG. My OG. Oji wangu. Someone that you studied with. Mtu ambaye ulisoma naye. Is she a believer? Je, ni muamini? No, but she's a good girl. Hapana, lakini msichana mzuri. Now, when they are walking into the wedding room, Sasa wanapotembea kija kwa chumba cha harusi, a matron has painted her lips. yule msichana usimama naye amepaka midomo yake. Sister has not painted. Dada hajapaka midomo yake. Her matron has painted. Lakini yule kusimama naye kwa harusi amepaka. Some of the ladies have painted. Baadhi ya wasichana wa maua wamepaka, Others have not. wengine hawajapaka. The matron has earrings. Yule msichana usimama naye Others have earrings. vipuri, na wale wasichana wa maua na vipuri masikioni. Mix a mess up. Sasa ni mchanganyiko wa mtafuka. Praise God. Mungu asifiwe. And you look at the dress. Ukiangalia nguo The men ambazo wamechora are short. ni zile fupi Oh, a long one. au ile ndefu, But that's lead from the above the knees down. lakini ambayo iko na silindi kuanzia juu ya magoti hadi chini. When she's walking, Wakati anatembea you see lightning flashing. unaona rangi kabisa, If she's a brown woman, kama yeye ni mwanamke mweupe. can you tell the sister what have you done? Sio naambia dada, umefanya nini? I just wanted today. Anasema tu nilikuwa leo tu, It's once in life. ni mara moja tu maishani, It's my day. ni siku yangu hii, Just enjoy. lazima nifurahie. Bad company. Marafiki wabaya, When you love company that believers. mbona unapenda urafiki na wasiamini? Brethren, have we failed to find a believer in church that can be your friend? Je, umekosa kupata muamini kanisani ambaye atakuwa rafiki yako? Bad company corrupts your manners. Marafiki wabaya waharibu tabia yako. One time, Wakati mmoja it was a Pastor Gideon's church. nilikuwa ni kanisa la wachungaji leo. This on a relation. Hii itataja The tu. sister was coached. Dada alifunzwa vizuri, We have to appear a Christian. unapaswa kukaa kuonekana Mkristo. Then she got a believer to be a matron. Kisha akachukua muamini hata kusimama naye, And a matron coached her. na yule kusimama naye akamfunza, Really appear well. unapaswa kuonekana vizuri. Only to get a gown. Hiyo ndio unapata vazi. Here is all open. Hapa yote iko wazi kwa You kifua. know, they have a mentality of they are hiding their gown that will be put on the last day. Unajua wana hiyo mazoea kuficha zile mavazi yao ya harusi ambazo kama siku ya harusi. Her relatives and OGs and friends Wale waungana marafiki na wao mstari usimama naye. got one open one. Wakamtafutia ile ambayo kifua kiko wazi. When she appeared like that, Alipotokea hivyo, a matron sister, dada ambaye alikuwa amechagua kama msimama I naye, had got a camera alienda kwa kitambaa and quickly covered her. na akamfunika haraka. She removed it. Yeye mwenyewe akaondoka na bakili. When she removed it, Alipoondoka, the matron stepped aside yule msichana muamini akasimama kando. and refused to be a matron. Na akakataa kuwa usimama naye kwa harusi. It's not a pastor. Mtu aina hiyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We want such people. We want such people. Tunahitaji watu aina hiyo. Yes. Ndio. Do not compromise these things. Hatupaswi kulegeza msimamo kwa mambo haya. If you are waiting there, Ni siku yako ya harusi. we are not going now. The bride to come here. Sasa tunaita ni harusi ya hapa. The matron is standing aside. Na yule wa kusimama naye amekaa kando huko. She began to cry. Akaanza kulia. Someone is spoiling my wedding. Na mtu anaharibu harusi yako. Everybody else Kila mwingine spoke to her. akazungumza naye. Told her, cover yourself. Akamwambia jifunike. Even if the pastor